Karibu sana katika sehemu ya kwanza ya simulizi hii nzuri mpya kabisa iitwayo Msafara wa Misukule. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Bwana John Njelekela, anayepatikana kwa simu nambari 0657 83 42 51, na imesimuliwa kwako na mimi Felix Mwenda, anayepatikana kwa simu nambari 0766 47 48 57. Mauaji ya kutisha yalienea sana kijini kwetu. Watu walikuwa na kufa, lakini wengine walikuwa wanapotea pia. Hakuna kabisa aliyefahamu chanzo wala suluhisho la matatizo yote yale. Hakuna. Ndugu msikilizaji, chanzo kikuu cha mambo hayo yote yalikuwa ni mama mmoja tu aliyevaa roho ya kishetani na kisha kujiita Mungu mtu. Yalikuwa mama mmoja tu pale kijijini aliyekuwa anajiita Mungu mtu, na ndiyo chanzo cha hayo mambo yote. Alisababisha vifo vya watu wengi sana, lakini pia wakiwemo wazazi wangu pamoja na mdogo wangu niliyempenda kwa dhati. Wazazi wangu walikuwa wamefariki kwa ajili yake, lakini mdogo wangu pia naye alifariki kwa ajili yake huyo mama. Ndugu msikilizaji, hakika nawachukia sana hawa watu kutoka sayari ya giza. Nawachukia. Lakini si wote, bali hasa namchukia mwanamama yule mpoli aliyenikata ulimi na kunigeuza zezeta. Namchukia mama huyo mchawi wa kijiji. Aliniulia wazazi wangu, akaniulia mdogo wangu, lakini akaona haitoshi, mimi pia kanichukua na kunigeuza msukule. Ndugu msikilizaji, naogopa sana kujiingiza katika kundi hili la wachawi. Naogopa sana kujiingiza katika kundi hili la wachawi linalokula vyakula vya ajabu na kunigeuza misukule. Hakika laaniwe sana yule mama pamoja na kizazi chake, lakini simlaumu sana Morini pamoja na Richmond, na walamu wale wote wenye imani za kishirikina peke yake. James, ilikuwa ni sauti ya mdogo wangu wa mwisho ikiniita. Niliachana kabisa na shughuli zangu nilizokuwa nikifanya, na moja kwa moja nikaelekea hadi kwa mdogo wangu alikokuwa ananiita. Na baada ya kufika mahali ambapo alikuwa ameketi, nikamshika mkono, lakini kuna vishindo mithili ya mtu aliyekuwa anakimbia nilivisikia ndani ya ngoma za masikio yangu. Ndivyo mshika tu mkono mdogo wangu, nikaona kama kuna mtu anakimbia na kuja, na alikuwa na kishindo sana, lakini pia mdogo wangu alikuwa anatokwa na povu. Mlikuwa linamtoka mdomoni kwa kasi ya hali ya juu sana. Ndugu wangu alikuwa anatokwa na povu mdomoni. Nikachanganyikiwa sana, na sikujua kabisa nikimbie kwa jirani nikaombe msaada au nibaki nikimtazama mdogo wangu akikata roho. Hakika sikujua kabisa jambo gani nifanye muda ule. Sikujua. Nilipiga magoti na kumwomba Mungu amsaidie mdogo wangu. Nilimwomba Mungu amsaidie. Lakini nikiwa katika juhudi za kumwomba Mwenyezi Mungu, kuna wazo likanijia. Nikamkumbuka mwandishi mmoja wa simulizi ya mamake mama aliwahi kusema kwamba jisaidie na kisha Mungu atakusaidia. Nilikumbuka msemo ule kwamba jisaidie na Mungu atakusaidia. Kwa hivyo nikakimbia kwa mama Mwajuma kwenda kumwomba msaada. Nilienda kwa mamake Mwajuma kumwomba msaada, lakini umbali aliyokuwa akiishi mamake Mwajuma ulikuwa ni umbali mrefu sana, lakini chozi la mdogo wangu likanipeleka mbio zaidi, nikajikuta nawahi kufika. Nilifika kwa mamake Mwajuma na nikamweleza hali halisi ya mdogo wangu. Mamake Mwajuma baada ya kumweleza matatizo yale yaliyonikumba mpaka kunisababisha nifike pale kwake, aliingia ndani, akajifunga kanga, na mara moja tukatoka mkuki kuelekea nyumbani kwetu. Tuliondoka kurudi nyumbani sasa kwenda kumsaidia mdogo wangu, kwa sababu mimi nilikuwa ni mdogo. Nilikuwa sijui kabisa nawezaje kumsaidia mdogo wangu.
Nilifika nyumbani nikiwa na mamake Mwajuma, lakini tayari tulikuwa tumekwisha chelewa. Mdogo wangu alikuwa ameshakata roho. Mdogo wangu alikuwa ameshafariki. Mdogo wangu Jaki alikuwa ameshakauka. Tulikuwa tumeshachelewa kwa kweli. Jaki. Nilipiga kelele kwa sauti ya juu sana baada ya kumwona Jaki hazungumzi chochote tena. Nilipiga kelele kwa sauti ya juu sana baada ya kumwona Jaki haongei tena. Alikuwa haongei wala asisimki kabisa kwa kweli. Mamake Mwajuma, kwa kuwa alikuwa ni mtu mzima, alitambua fika kwamba mdogo wangu alikuwa amekwisha fariki. Aliinama kwa kumsogelea mdogo wangu na kisha akamfumba macho yake, na kwa kipindi kile nilikuwa nikimtazama tu yule mama. Nilikuwa namtazama tu. Nilikuwa namtazama tu vile ambavyo ilikuwa nafanya, kwa sababu nilikuwa sifahamu chochote jinsi mtu anavyofanana pale nilipokuwa amekata roho. Nilikuwa sijui. Nilizoea tu kuiona maiti ya kuku pale mama yangu Sofia ilipokuwa akiichinja kwa ajili ya kitoweo. Nilikuwa nimezoea tu kumwona kuku amefariki, lakini binadamu sikuwa nimewahi kabisa kumwona akiwa amefariki. Ndugu msikilizaji, ndipo mama yake Mwajuma alimfungua akili na kunieleza kwamba mdogo wangu tayari alikuwa amekwisha fariki. Aliniambia kwamba mdogo wangu kafa. Kwa kweli nakumbuka kwamba nililia sana. Nililia sana baada ya kuambiwa kwamba mdogo wangu kafariki. Nililia. Baada ya muda mchache kupita, niliyafuta machozi yangu na sikuona haja ya kulia tena. Sikuona haja ya kuendelea kulia wakati Mungu ndiye anayetoa na Mungu huyo huyo ndiye anayenyang'anya. Kwa hivyo nikaamua kuyafuta machozi na kutulia. Mazishi ya mdogo wangu Jaki yalifanyika kwa usimamizi wa mama yake Mwajuma, ambaye ndiye alikuwa ni kama mama yetu kutokana na mama na baba yangu kufariki katika ajali ya gari. Mama yake Mwajuma ni kama alikuwa jirani yetu. Mama yake Mwajuma alikuwa kama ndugu yetu. Mama yake Mwajuma alikuwa kama mama yangu kwa muda ule. Baada ya mazishi kumalizika, mama yake Mwajuma alichukua jukumu la kwenda kunilea. Niliishi na mama yake Mwajuma kuanzia siku ile. Nilienda kuishi naye mama yake Mwajuma kwa sababu sikuwa na ndugu mwingine. Sikuwa na ndugu. Mama na baba wote walikuwa wamefariki kwa ajali ya gari, lakini pia mdogo wangu ndiye huyo alikuwa ameshafariki. Kwa hivyo sikuwa na ndugu mwingine. Miezi kadhaa kupita kutoka mdogo wangu afariki, yalikuwa ni majira yapatayo saa 9 za usiku. Nikiwa katika hali ya kutofahamu kabisa kinachoendelea, usingizi ukanichukua na kunisafirisha katika ndoto ya kutisha mno. Nilisafiri kupitia ndoto. Ilikuwa ni ndoto ya kutisha sana. Ilikuwa ni ndoto ya kutisha, na mpaka leo naikumbuka na kamwe sitoisahau kabisa katika maisha yangu. Sitaweza kuisahau kabisa ile ndoto katika maisha yangu. Ilikuwa ni ndoto ya kutisha mno. Lazima tumwangamize na tule nyama yake. Mama yake Mwajuma alikuwa akizungumza kuwasihi watu lazima wanile nyama na mimi. Ilikuwa ni katika ndoto nikimsikia mama yake Mwajuma akizungumza vile.